Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za siri kubwa tunazileta moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania. Naomba ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha kuzingatia, cha muhimu unapoendelea kutazama hii kanda, bonyeza alama ya like na karibu. Sasa mtazamaji, kuna habari mbaya zaidi ambazo zimeweza kutangazwa hapa Tanzania na zimeweza kutetemesha ardhi ya Tanzania na Afrika mzima. Kivipi? Vile mnajua, wanaharakati na baadhi ya Watanzania wametangaza kukinukisha taifa la Tanzania baada ya kupanga tarehe 7 mwezi wa 7 kutakuwa na maandamano makubwa hapa Tanzania. Maandamano makali yatalipuka. Lakini sasa unapotazama kwa skrini yako, hizi ndio habari ambazo naenda kuzungumzia na uwezi kuamini kinachoendelea katika taifa la Tanzania. Huyo ambaye yuko kwa picha anaitwa Sheikh Mwaipopo. Ameweza kutangaza, vile wameandika hapo, habari za kutisha na kusema ya kwamba watakaoandamana tutawatahiri bila kutumia ganzi. Unasikia? Watakaoandamana tutawatahiri bila kutumia ganzi. Sasa nashindwa vitisho ni za nini ambazo zinatolewa hapa Tanzania. Sheikh Said Mwaipopo ametangaza kwamba wanaharakati na Watanzania wote ambao watajaribu kuandamana tarehe 7 mwezi wa 7 mwezi ujao, na kwamba watachoma shule, hospitali na miundo msingi muhimu, watashughulikiwa na kikosi kazi maalum ambacho amekitambulisha mbele ya jopo la waandishi wa habari, na kusema ya kwamba yuko na kikosi kikubwa ambacho kinaenda kuwatahiri Watanzania ambao wataandamana. Hizi ni vitisho ambazo zinatolewa na Samia Suluhu Hassan. Na Samia Suluhu Hassan ndiye yuko nyuma ya mambo kama haya, kwa sababu serikali yake na hata vyombo vya dola, hamna yeyote ambaye amechukua hatua dhidi ya huyu Mwaipopo ambaye anatangaza kwamba waandamanaji wanaenda kutahiriwa mchana peupe pasipotumia ganzi. Kumaanisha serikali hii imeogopa. Serikali hii iko tayari kuhakikisha ya kwamba wanaenda kuwaua Watanzania. Kumaanisha hawakuchoka wakati Watanzania wengi zaidi ya 10,000 waliweza kuuawa kupitia kilichosemekana ni uchaguzi uliopita wa 29 Oktoba mwaka jana 2025. Sasa serikali hii ya Samia imejipanga, na vile iko na hasira baada ya kunyimwa misaada na mataifa mengine. Sasa imejipanga kuwaua Watanzania wengi zaidi hata kuliko wale ambao waliweza kuuliwa. Ikumbukwe ya kwamba wanaharakati, chama cha Chadema na baadhi ya Watanzania wengi waliweza kutangaza na kusema ya kwamba siku ya tarehe 7 mwezi wa 7 watakuwa barabarani, watakuwa wanaandamana kuhakikisha ya kwamba Tundu Lissu ambaye ni mheshimiwa kutoka mrengo wa upinzani hasa Chadema, kiongozi wa bara, ameachiliwa huru baada ya kufungiwa kwa muda mrefu sasa. Sasa hawataki kuona vile, yani serikali imekataa kumwachilia. Sasa maandamano yatatana kuhakikisha ya kwamba serikali ya Suluhu imelazimishwa kumwachilia Tundu Lissu. Na maandamano hayo, baada ya Tundu Lissu kuachiliwa, wanataka katiba mpya iweze kupitishwa hapa Tanzania. Baada ya katiba mpya kupitishwa, wanataka tume mpya ya uchaguzi ikaweze kuandaliwa ama kuteuliwa hapa Tanzania. Tena wanataka uchaguzi mpya uweze kuandaliwa kwa kile ambacho kinasemekana ya kwamba wale ambao wako uongozini hawakuchaguliwa, ila tu waliweza kujichagua na kujitangaza kuwa viongozi hapa Tanzania, jambo ambalo wameweza kulipinga na kusema kwamba liwe liwalo na liwe, wataanza kuandamana kuilaumu serikali ya Samia Suluhu Hassan. Na sasa Samia Suluhu Hassan ametafuta kikosi cha kuhakikisha kwamba
wanaenda kuwaua Watanzania kama njia moja ya kurusha vitisho kwa Watanzania ili wasije wakaingia barabarani kuandamana siku ya tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu. Kwa hivyo hayo ndio yanaendelea hapa Tanzania, ishara tosha kwamba ni vitisho tu serikali ya Samia Suluhu Hassan inaendelea kutoa dhidi ya wananchi ambao wamejipanga kuhakikisha kwamba wanaenda kuandamana ili kuleta amani, wanaenda kuandamana ili kuleta utulivu, wanaenda kuandamana kupinga na kukemea serikali ya Samia Suluhu Hassan. Lakini sijui kama Watanzania wanaenda kununua uoga huo na kuanza kusema ya kwamba hawatakuwa barabarani. Unajua sasa wamekataa kuwaachilia ama kumwachilia Mheshimiwa Tundu Lissu, hawataki katiba mpya. Unajua vitisho zimeanza kutolewa kutoka kwa serikali kwamba lazima tuwe na maridhiano kabla ya katiba mpya kupitishwa hapa Tanzania. Maridhiano ya nini? Unajua kuna siri zingine ambazo tuliweza kupokezwa kutoka ndani ya serikali kwamba Samia hakuna jambo ambalo analiogopa kama Tundu Lissu kuachiliwa, kwa sababu akiachiliwa huenda atamng'oa mamlakani. Ndio maana anaogopa, hataki mheshimiwa huyu aweze kuachiliwa, hataki kabisa. Samia anamuogopa kwamba Tundu Lissu akiachiliwa huenda ataanzisha kampeni ya kuhakikisha kwamba amemtoa uongozini. Ndio maana hataki kumwachilia, anataka kumuweka pale. Lakini taarifa zingine za ndani zimetuambia ya kwamba ameogopa hata maandamano haya, anaenda kumwachilia Tundu Lissu tarehe 6 mwezi wa 7 ili ukifika tarehe 7 wakati wa maandamano wapate Tundu Lissu ameweza kuachiliwa. Lakini tumepata taarifa zingine hata akiachiliwa, akienda nyumbani atakuwa chini ya ulinzi mkali wa kijeshi ili asije akatoka akaandamane, na baadaye tutashuhudia Samia Suluhu Hassan kung'olewa mamlakani. Kwa hivyo hapa Tanzania ni vile tumeona vitisho ambazo ni za serikali zinatolewa, na hata kuna wale ambao wanasema tu kwa watu yale maovu, yale madhambi wanaenda kuwafanyia Watanzania wenzao. Najua hii ndio serikali ya kwanza ambayo imekuwa na mauaji. Hii ndio serikali ya kwanza ambayo tumeona ikiwaua Watanzania wenzao. Sasa mnaua Watanzania, ni akina nani mnaenda kuongoza? Ikiwa mnataka kuwamaliza Watanzania, ni akina nani mnaenda kuwaongoza? Hizo ni maswali ambazo tunastahili kujiuliza ili kutathmini na kujua ukweli halisi wa mambo. Ikiwa mnataka kuua Watanzania wote, nani atasalia ili akuje kuongozwa? Unajua hayo ndio yanaendelea, na Umoja wa Mataifa unaendelea kumulika taifa la Tanzania yale ambayo wanaendelea kuyafanya, na hata ICC mahakama inaendelea kutazama ukandamizaji, ukiukaji wa haki za binadamu ambao unaendelea kushuhudiwa hapa Tanzania. Hatua yoyote inaweza kuchukuliwa dhidi ya Samia Suluhu Hassan. Sasa hivi anaweza furahia kwamba yuko uongozini, hawezi kufanyiwa chochote, asubiriwa kamati tu baada ya uchaguzi kufanyika wa mwaka 2030, ama hapa katikati atakuwa ameshtakiwa, awe summoned, aende kule katika mahakama ya Uholanzi ICC ili kueleza kwa nini anaongoza taifa kama mali na familia yake. Tukutane kwa kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye, lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza button ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Kwaheri kwa sasa.